wamekubaliwa kabisa kushiriki katika mazishi. Akaenda katika shule kuu ya Kisii ambapo aliweza kusoma masomo yake ya A levels. His Excellency the Governor baadaye aliweza kujiunga na chuo kikuu cha Nairobi. Baadaye Mheshimiwa Gavana ambapo alisomea mambo ya masomo ya Kiingereza katika chuo kikuu cha Nairobi. Baadaye Mheshimiwa His Excellency the Governor akaachiliwa kuwa mwalimu. Amefunza shule nyingi kabisa nchini, ikiwemo ile shule ya upili ya wavulana ya Nduru, Nyansiongo, Menyenya na shule zingine nyingi. Baadaye Mheshimiwa His Excellency the Governor aliweza kujiunga na shirika la KTDA ya Machani Chai mnamo mwaka wa 1982 kiwa katika chuo kikuu kabisa. Baadaye Mheshimiwa His Excellency the Governor akawa mkurugenzi katika kiwanda cha Machani Chai cha Sotik ambapo aliweza kuongoza kituo hicho kwa muda mrefu. His Excellency the Governor ndipo akaelekea katika biashara ya kibinafsi pale mchini Mombasa, kwa alijiunga na Tea Export Private Business in Mombasa. Mheshimiwa wetu His Excellency the Governor ambaye ni marehemu siku ya leo, tunaisherehekea siku zake za kuishi ama ulimwenguni, na ni furaha yetu kwamba mheshimiwa huyu ameacha legacy yake nyuma kwa ajili ya kazi nzuri aliyoifanyia watu wetu wa Nyamira, aswa ikiwa katika sehemu ya barabara, ujenzi na maendeleo mengi. Mheshimiwa alifanya kazi nzuri. Kwa hivyo wenzetu, leo hii ni siku ya kumwomboleza gavana wetu Mheshimiwa His Excellency the Governor Junior Nyagarama, ambaye ameongoza kaunti hii kwa muda wa miaka 8 sasa, na kwa bahati ama kwa upendeleo wa Mungu wetu
akaona mchukue wakati huu. Kwa hivyo leo hii tunafurahia kwa sababu tunasherehekea kazi nzuri ya mwenda zake His Excellency the Governor aliyoifanya. Ninaendelea kuwakumbusha waombolezaji wote wale tuko nje pale tuweze kuketi katika viti ambazo tumeandaliwa, na tuhakikishe kwamba tumefuata maagizo yote ya afya vile yanatuelekeza wakati huu wa COVID-19. Barakoa zetu tuzivae jinsi inavyotakikana, tunawe mikono yetu, tusanitize, na tuhakikishe kwamba siku hii imekuwa ni siku njema. Tayari nimemuona mheshimiwa mbunge wa eneo hili, Mheshimiwa Vincent Kemosi, jinsi anaendelea kuhakikisha kwamba protocols zote zimefuatwa, pamoja na maafisa wake wote, maafisa kutoka serikali kuu, maafisa wakishirikiana na maafisa wetu wa county government ya Nyamira, waandishi wa habari, naona tayari wameweka mitambo yao vile inavyotakikana ili kwamba siku hii iwe ni siku ya kufanikishwa zaidi. Basi wananchi wapendwa waombolezaji wa siku ya leo, tunaendelea kuwakumbusha kwamba kabisa protocols zote zitafuatwa kwa jinsi inavyotakikana. Barakoa yako ivalie jinsi inatakikana kuvaliwa, kwa sababu tunalo changa kubwa, changa ambalo limetunyang'anya gavana wetu, changa la COVID-19. Ili hatutalichukulia kimchezo vile. Kwa hivyo popote unaisikia sauti hii na umeruhusiwa kuingia katika uwanja huu, tusianze kukimbizana na maafisa wetu wa usalama. Hakuna mtu anaweza kukimbiza wewe. Hakikisha kwamba umefuata protocols zote. Hakikisha kwamba umevalia barakoa yako vizuri, umenawa pale nje, tuna maji ya kutosha, pale kwenye lango tuna sanitizers. Kwa hivyo wote tuhakikishe kwamba tumefanya kazi ya kutosha. Na ni kwamba tangazo tunaweka hapa ni kwamba maafisa wetu wa county katika carpet hii tumeweka hapa mbele, ni wageni tu wataendelea kukanyaga kwa sababu wanaendelea kufagia, na tusiwe tunatembea hapa mbele. Kwa hivyo tusiwe wengi katika kutembea kwenye carpet hili kwa sababu ya usafi na usalama wetu wa wageni wetu ambao watafika siku ya leo. Kwa hivyo maafisa wetu wakiongozwa na commissioner pamoja na Chief Inspector Evan Siraro Nyarinda na kuona pale, hakikisha kwamba watu hawatakanyaga kwenye carpet hii. Ndugu yangu na kuona kabisa hapo mbele ukiongozwa pamoja na administrators wetu, mhakikishe kwamba tunalinda protocols za siku ya leo. Wana mwenyekiti wa mazishi haya katika kaunti yetu ya Nyamira, Mheshimiwa Public Service Board Chair, na kuona hapa karibu sana kuna political advisor Madam Sipora Osoro, tunahakikisha kwamba mambo yote yako salama. Ni asante kwa sababu tunashirikiana kwa njia ya namna hiyo. Nisikize waombolezaji wenzangu ambao tumekaa mahali sehemu hii ya mkono wangu wa kulia. Onye tulie family akaboko ko bunanda geteigo agwasaba obisaba ito barebe county gotira paka magegaria. Onye tulie family igo ikaranse ta sabe to baisa ko embarrassed yakogereke family mbamanyete buna nyalinda imogeti akaboko igo goikiraga bune mogeti akaboko igo omo office yo itobwe county ochimoina ine family yoka ikaransta paka magega asebiroge birabu to baisa gocha goteneni gukorwa sekerogo abo bisaba itobe county to irane koboko kugokobe muino pinsinyo no abo bisabe county bago ikaransa igo maigaga iga asomo waziri obikale ase Madam Ziporare gotiragu mpaka magega onye torie family agubono nkomochole tenena kurwa sabwo oikaranse nsemo ya muinoga to baisa kobe embarrassed to baisa goteneniwa igo to isonyora chinga kichingo. Mawaziri wetu ninawaona, tafadhali mawaziri wetu wa county ninawaona, sehemu yetu imetengwa upande huu wa mkono wangu wa kushoto. Our county CECs, please, I'm seeing you. We should sit from my left hand side. Mawaziri wetu wa county
ninawaona mumeketi sehemu ambayo sio yenu. Tukae sehemu hii ya mkono wangu wa kushoto. Asante kwa kuelewana namna hiyo. Vile mawaziri wanasonga hivyo na maafisa wetu wote wa county, tufuate mawaziri wetu vile wanatembea hivyo, tuketi upande huu wa kushoto. Thank you, because we are obeying and we are doing as we are directed. Our county government officers, our seats have been allocated to my left hand side, and to my right is the family members. Na familia bado haijaingia kwenye mkutano. Ninaona ni wachache tu, wakiwa watazidi 10 ambao ninawaona kwa macho yangu. Hivyo yeyote ambaye amesimama upande huu, ameketi upande huu, uko kwenye sehemu ambayo sio yako. Asante DJ, unaweza nipa wimbo kidogo? Kwa hivyo kwa wakati wowote ule ndege ambayo inabeba His Excellency the Governor itatua katika uwanja wa Manoti wakati wowote kuanzia sasa. Dakika chache tu, niliambiwa kwamba kwa muda wa dakika karibu 20 zimepita, ndege hilo liliondoka Nairobi kuelekea katika sehemu ya Manoti. Kwa hivyo itatua pale kwa muda wowote kuanzia sasa, nasi hapa tukiendelea kujipanga, na maafisa wetu wa rangi zote, sehemu zote wanaendelea kutuelekeza jinsi tunavyostahili kuwa. Maafisa wetu wale ambao wako kwenye lango, ninawasihi kabisa tuendelee kuelekeza watu wetu jinsi ya kukaa. Hizi viti za mbele zote mtu asiche akaketi hapa, kwa sababu ni za wageni wetu magavana waheshimiwa. Na these seats have been well labeled. They are well labeled. If you see labels on the seat, don't attempt to sit if you are not the person supposed to sit on that chair. Please let us follow our protocols of this day to make this day a success for our Excellency the Governor John Obiero Nyagarama. Mapasta wetu ambao mmefika, naamini kwamba tunaendelea kuwasiliana kuhakikisha kwamba tunaenda jinsi siku ilivyokuwa imepangwa. Ndio madam, sehemu hiyo watu wasije wakaingia hapo. Hapo ni familia inaketi sehemu hiyo. Vile wanakuja, ikiwa sio familia asiketi mahali hapo. Kwa hivyo sasa, yeyote ambaye yuko kwenye hema hili, ninakusii uweze kuketi ili tuchue nafasi ambayo imebaki kwa ajili ya wageni wetu. Yeyote ambaye yako kwenye hema, ukiingia kwa hema, kazi yako ni kuketi. Ndio itupe nafasi nzuri ya kujua ni wapi tunaweza endelea. DJ, unaweza nipa wimbo mzuri, wimbo wa kanisa, wimbo ambao utaendelea kutufariji mioyo tunaposubiri wageni wetu kuingia kuanzia sasa.
wetu walio mbinguni, tunashukuru kwa wema wako, bali na kwamba tunaomboleza kwa sababu ya kulala kwa mheshimiwa marehemu ambaye ni gavana wetu. Umekuwa mwema kwa kuwapa usafiri bora kutoka Nairobi, wamefika salama. Tunasema jina lako litukuzwe. Mipango yote inapoendelea kuanzia sasa hivi mpaka mwisho wa siku ya leo, tunakuomba uweze kuwa mwenyekiti na ulete faraja ya pekee katika mioyo ya jamii yake. Tunaomba na kuamini katika jina la Yesu mwombezi wetu. Amen. Magega. Iweke hii kwanza.
Ay, ma corazón mata, va todo, decir, no sirve. No corazón. Casi mu, bro. Vaya. Ana maskani bato kore murikimu verko magawa nanto gaiga. Bueno, que de costera. National function. Esto va a ser serikali yenye sheria. Akoro moroberia. Ayo muri rana mremono. Mremono. Camorante.
social distancing. Kamuranje, instruction lecture, anyamurigo kutwara social distancing, umubere tolikorana. Kamuranje, abantu baminto gakitosikane, bari sukango kurega timu tuwavuga kitu twara chinka, ekare president already is on the way to Nyamira. Kamuranje. Akiryo mumanya akirego kwana mutakuri ngwera. Bari muralia garuri baga. Siku ya kuja kwa Yesu atafufuliwa. Acheni enyi kulialia kama kafiri wasio na tumaini. Machungu haya tunayopitia ni ya muda kidogo. Yesu arejea, ataangamiza kifo na wote walolala kwa Bwana watafufuka. Kamuranje ikaransa tugate kiteka 15. Kamuranje ikaransa. Pastor, take over, please. Give us ample time so that we amaskanya yatu wakole ruwaika kangomo berenya miroenda. Kakito iguanane. Kamuranje. Aya, asante sana. Nataka niseme Mungu ni mwema, amewezesha safari ya mheshimiwa marehemu imeweza kufika salama. Kwa hivyo tunataka tuombe ili kwa muda mfupi tuone ni kipi kinachofuata. Baba yetu aliye mbinguni, tunashukuru kwa jinsi ulivyo mwema kiasi cha kwamba hatuwezi kuwa na lugha ya kuelezea. Asante kwa sababu ya usafiri bora ambao umepewa wale waliokuwa wanatoka Nairobi na mwili marehemu. Tunashukuru kwa sababu ya ulinzi wako na unaotosha kabisa. Leo hii ni siku kuu ya mtumishi wako wa gavana wetu Nyagarama ambaye amelala. Tunaomba kwamba ulete faraja ya pekee katika mioyo ya familia yake wanapoomboleza kuondoka kwake. Kuanzia sasa mpaka mwisho wa siku ya leo katika sherehe yake ya mwisho, tunaomba uweze kutawala kila jambo, kila hatua, ili jina lako litukuzwe, kwa maana tunajua wewe ni mwema. Asante kwa sababu utatuongoza kwa mambo yote. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Sasa we are inviting the DC Borabu sub-county to come and take over the program to the next level. Welcome. Basi kwa jamii ya mwenda zake, His Excellency the Governor Nyamira County, Mheshimiwa John Obiero Nyagarama, viongozi ambao wameamua kujumuika na sisi siku ya leo, mabibi na mabwana, hamjambo. Hamjambo tena. Kwanza tukiendelea na kuomboleza kwenda kwa gavana wetu, ningependa, manake mnajua nyakati hizi ni nyakati gani, tafadhali kama uko hapa, vaa maski yako vizuri. Hakikisha kwamba hiyo mask imefunga mdomo wako na pua lako ama mapua yako, manake hiyo ndio kinga kamili ya hii ugonjwa ya COVID. Pia mahali umekaa, hakikisha kwamba kuna distance ya 1.5 meters kutoka kwa mmoja kwenda kwa wengine. Tafadhali tufanye hivyo, It's mandatory.
hata sisi kama viongozi tutapigwa kusema DC alikuwa hapo na watu hawakuwa na observe social distance. Basi kwa saa hii ningependa kuwajulisha tu kwamba katika mazishi ya leo, His Excellency the President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta pia atahudhuria kule Nyamira, na ningewaomba wale tuko hapa tutabaki tu hapa, maana huko kuna watu wa kutosha. Tukienda huko tutaleta mkusanyiko wa watu ambao hautajiki wakati huu. Kwa saa hii kutakuwa na speeches kidogo tu, na ukiitwa hapa tafadhali dakika 2-3 speeches kidogo, alafu tukimaliza basi tutasindikiza mwili uende kule Nyamira. Ningependa kumuita Senior Chief Kikenyi. Tafadhali 2 minutes. I know you are chiefs, watu wa administration tunajua ku-keep time. Karibu. Asante kwa nafasi na kwa muda ambao utakuwa ni mfupi sana. Wacha nichukue nafasi hii kwa niaba ya watu wa Borabu, nikiwa mwenyekiti wa ile kikundi cha Borabu Elders Council, kuleta pole zetu kwa familia ya mpenda wetu Mheshimiwa Nyagarama, ambao tulikuwa tunapenda sana, ambao ametufanyia kazi nyingi. Wakati huu amekuwa ofisi kama gavana wetu wa Nyamira. Mama Naomi, watoto wa mzee Nyagarama, marafiki, jamii, tumeleta rambirambi zetu. Tunatushukuru serikali yetu. Mheshimiwa, nimekuona hapa kwa hii mipango ambao imepamba sana, na hii heshima ambao gavana wetu amepewa, ikiwa ni siku yake ya mwisho hapa duniani. Tumesema pole na tunasema familia, tafadhali Mungu awe mfariji wa kipekee. Asante Bwana DC. Asante sana, ametoa mwelekeo mwema kwa wale wataongea baada ya yeye. Kwa saa hii ningependa kumuita Korera wa mwenda zake ambaye anaitwa Patrick Ongwae. Karibu. Okay, tumsifu Yesu Kristo, milele milele amina. Pole sana, huyu ni Korera yangu. Mungu anaweza chukua yeye amweke peponi pema. Shujaa John Ubiero Nyagarama. Asanteni sana, gavana ya kwetu hapa Nyamira. Haya, tulikuwa tumevunja itifaki kidogo, manake hapa kuna mwenyewe, lakini hatujakosea, si ndio? Hapa kuna mwenyewe, kuna head teacher wa hii shule. Naomba pale alipo aje tafadhali. Nami wacha nichukue fursa hii kwanza, ingawa tuko katika hali ya majonzi, ni wasalimu hamjambo. Jisikie mko nyumbani, na tunapofumukana kutoka hapa, tunaomba kwamba faraja ambazo hasa kazi ambazo zimefanywa na Mheshimiwa Honorable His Excellency John Ubiero Nyagarama, mkiangalia upande ule
Nyamira hii alikuwa na heshima. Mimi nataka kushukuru my colleagues, members of parliament, kwa ile kazi tumefanya Nairobi, kuhakikisha kwamba mzee ameletwa nyumbani, na kwa sababu vile DC amesema, kwa sababu ya mnajua ile wakati tuko Naomba kwaya yetu ya Tente SDA Church kwaya ambaye kiongozi wake ni mzee Peterson mtembee. Nyagarama. Na ni fundisho kwetu sisi sote kwamba hatujui yetu yatakuwa lini. Jana tulifundishwa na pastor wetu mkubwa wa conference kwamba death is not a respecter of persons. Yaani kwa kifupi ni kwamba sote tujiandae, tuweke maisha yetu sawa. Safari ya dunia hii na misukosuko, hakuna ajuaye ya kesho. Tuzidi kupendana, tuombeane mema, na pia tuwe tukisameana, kwa sababu kama wanadamu kwa njia moja ama nyingine waweza kuwa umemkosea ama kumkwaza mwenzako, na ni muhimu kusamehana na kuhimizana kufanya mema. So ladies and gentlemen, we welcome you to this occasion, and we want to welcome Tente SDA Church Choir to give us an item as we question ourselves and incline ourselves to virtues and further decline ourselves from bad habits. So Tente SDA Church Choir, led by your elder, Mr. Mzee Peterson, Church Elder Peterson, you're welcome to give us an item. Nikumbushe wengine kwamba tukiwa hapa sauti zimekuwa nyingi, na tujue kwamba kwaya inaposimama mbele yetu, hii ni ibada, ni njia moja ya kumtukuza Mungu. Tusikilize ujumbe na tuombe sote kwamba Mungu atubariki. Kwa hivyo sote tukimie, na wale ambao wanapita tuchukue nafasi zetu kwenye viti, kwa sababu viti vimeandaliwa kwa sababu yetu kwa shughuli hii ya leo. Tente SDA Church Choir, tafadhali wakati ni wenu, mnakaribishwa. Bwana wabariki.
sana pale tutakaa na Mwokozi tukila matunda, asali na maziwa, tomenyeno wajani na marembe, tukiwa na Yesu tutaishi milele. Mji ule ni mzuri sana pale tutakaa na Mwokozi tukila toiruruke nechimama na totume unachimori. Asifiwe Yesu kwa kutukomboa, huyu Yesu nomuya. Asifiwe Yesu kwa kutukomboa, huyu Yesu nomuya. Natosoe pomocho muya, haleluya twensi twabuire mechando toiruruke nechimbaba na totume unachimori. Asifiwe Yesu kwa kutukomboa, huyu Yesu nomuya. Asifiwe Yesu kwa kutukomboa, huyu Yesu nomuya. Let us
chiwanga ndo ikaranzora sota keile. Sasa hivi tungeialika tena kwaya ya Tente kwa wimbo mwingine. Tunashukuru sana viongozi wale ambao mmefika. Tunawashukuru mtuwaona, tunawakaribisha na tunawakaribisha wageni wote watapaka mbalimbali ambao wamefika kumwaga gavana wetu mpendwa Mheshimiwa John Obiero Nyagarama. Kwaya Before DJ, before we bring the choir, tangazo ni kwamba before we know that we want to recognize the presence of the Deputy Governor Kisii County, Mheshimiwa Joash Maangi, karibu sana. We also wish to recognize the presence of our host women representative, Mheshimiwa Jerusha Momanyi, karibu. We want to recognize the presence of the women representative Kisii County, Mheshimiwa Janet Ongera, karibu sana. I want to recognize the presence of the women representative of Mabei, Mheshimiwa Wanga, umekaribishwa sana Nyamira, asante kwa kumweleza pamoja nasi. The family, the sitting arrangement. Baada ya hiyo kamba, ndewe sikanste magigaye kambe ya se family. Obirogo chiro enye, ekero yetangani ebya kabere, ebya gatatu, ebya kane. Oyi moteko roromora, the nuclear family wanaingia sasa hivi. After kambe united table, our security officer, I can see you there. The first seat, second and the third mpaka fourth wasimame wachukue zile viti za nyuma. Tafadhali tusaidiane Nyarinda, I will ask you to go there. After kamba, asante madam officer. Ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka ya nne wasimame wakae kwenda nyuma kwa sababu hiyo ndio direction tumepokea. As we continue tutaendelea kuwapea matangazo mengine. Karibu kwa. Yes, we
Amen. Asante sana Tete kwaya kwa wimbo mzuri, Mungu awabariki zaidi. Karibu sana waombolezaji wenzangu ambao wanaendelea kuingia katika ukumbi huu kwa ajili ya kumpa heshima zake za mwisho Mheshimiwa Gavana wa Nyagarama. I want to recognize the presence of the First Lady Kisii County, Mama Elizabeth Ngwae. Karibishwa sana ya kuja kuomboleza nasi. Madam Maureen Mbaka Press, we recognize your presence. Madam, karibu sana pamoja na wenzangu wote ambao wameingia kwa ajili ya kuomboleza nasi leo. Ekerenyo Central Choir, karibu kwa wimbo wenu tunapoendelea mpango. Ekerenyo Central Church Choir. Ekerenyo Central Church Choir, tafadhali wakati ni wenu. Na tunaendelea kushukuru waombolezaji wenzetu kwamba hapa ndio umekuwa muwe. Na sote tunaomba kwamba Mwenyezi Mungu atubariki. Tumeguzwa na kifo cha gavana wetu. Na hivi sasa tunavyoongea ni kwamba tayari ashafika nyumbani Nyamanoti, na wakati wote kuanzia sasa msafara huo utakuja hapa ili sote tushiriki kwa pamoja tukimshukuru Mungu. Ekerenyo Church Choir tunawasubiri na hatuna muda tafadhali. Na iwapo kuna kwaya yoyote kwa zile kwaya alikwa ambayo tayari wakubwa wao washafika, tunaomba kwamba mje hapa mbele kwetu sisi tufanye registration. Naomba kutoa ombi kutoka hapa kwenye mimbari hii. Kumekuwa na makelele kwenye ukumbi isivyo desturi yetu. Najulisha kwamba kuna baadhi ya waombolezaji wenzangu ambao tunashinda tukisalimia wakubwa. Waombolezaji wenzangu ambao tunashinda kutoka kwa viti vyetu kwenda kusalimiana. Tuomba kwamba tafadhali kwa heshima ya marehemu ama mwenda zake gavana wetu, hayo tuyapunguze. Kusalimiana tutasalimiana baadaye. Na naomba tena kuwajulisha, ni tahadhari kwetu sote kwamba corona ipo. Let us keep that social distance. Hautumiziki kwa vyovyote kwa kukeep social distance. Kuna mikutano ndogo inaendelea kwenye ukumbi. Tunakuomba wewe muombolezaji mwenzangu, mjulishe yeyote unayeona ameweka kikao kwenye ukumbi kwamba hayo tunaweza tukayafanya baadaye, ama tuyafanye kwa vikao tofauti mbali na kikao hiki rasmi cha leo. Kwa hivyo tunaomba kwamba kwa unyenyekevu mkubwa, ile desturi yetu ya Nyamira County kwamba sisi ni watu wa heshima, sisi ni watu wa karimu, this is a county of possibilities, tuwakaribishe wageni wetu kwa hiyo heshima. Wakubwa ambao wako katikati yetu tutawasalimia baadaye kwa njia ambazo tutazipenda sisi, lakini kwa sasa hivi wao pia ni waombolezaji, tupeane muda huo. Na wale ambao tunaongea kwenye ukumbi, tafadhali, kwa sababu tunapoalika kwaya hapa mbele kuimba ni njia moja ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ile kwaya nilikuwa nimeita ndio bado tunawasubiri. Awashiwe hiyo mic tafadhali.
Asante Mame Ekerenyo Central Church Mama Wakilisha. I want to recognize the presence of the Deputy Governor Siaya County, Mheshimiwa Dr. James Okumbe. Karibu sana Mheshimiwa NYAMIRA, nakukaribisha kabisa. I want to recognize the presence of the KC Speaker, Mheshimiwa David Kombo. Karibu sana Mheshimiwa. I want to recognize the host speaker, Mheshimiwa Mofatitea. Karibu kwa sababu ya kukaribisha wageni wetu. I want to recognize the presence of NYAMIRA County Women Representative, Mheshimiwa Jerusha Momanyi. Tumekaribisha Mama County. Karibu sana Mama County, Kisii County, Mheshimiwa Janet Ongera. Mheshimiwa pamoja na Nyagarama nzima family tunawatambua kuwepo wenu hapa, na ukumbusho ni kwamba vile niliwatangazia, bado tangazo hilo limebaki kwamba wale tumekaa nyuma ya hiyo kamba tutaweza kupatiwa sehemu ya kuketi, kwa sababu nimeambiwa nuclear family ni wengi mno, wale wa ndani wataingia hapo, waketi hapo tayari. Ninaona Omoko Kiage, karibu sana kwa presence pamoja na familia yote nzima. Tunapoendelea namna hiyo, kwaya zingine bado hatujazitambua, hazijaingia kwa sababu sijaona kwaya zikirejesta pamoja nasi. Hiyo ikimaanisha kwamba leo ni kanisa la mzee liko hapa peke yake. Tente hamtachoka kwa sababu ni siku yenu ya kuomboleza mmoja wenu, Mheshimiwa Excellency Gavana John Nyagarama. Kwa hivyo tente kwaya bado ninawaita hapa mbele muje kwa ajili ya kuendelea wanapoendelea kuja DJ wimbo huo.
Asante sana waheshimiwa wetu wakiongozwa pamoja na His Excellency Gavana Kisii County, Mheshimiwa James Omariba Ongwae. Karibu sana waheshimiwa. Namuona hapa Mheshimiwa mbunge wa eneo hili la West Mugirango, Mheshimiwa Vincent Kimosi. Recognize the presence of His Excellency the Governor of Mwisho County. Welcome, Your Excellency. I want to recognize the presence of Omabei Governor His Excellency Rina Witi. Karibu sana Mheshimiwa. I want to recognize the presence of His Excellency Governor of Vihiga County. Honorable Tichino, karibu sana Mheshimiwa. Tete, karibu na wimbo tutaendelea kutambulisha wageni ambao wanaenda. Thank you.
Najulishwa kwamba kuna kwaya ya jeneza Yeguta. Tafadhali muendelee kujiandaa, mjipange hapa mbele. Tukimaliza matangazo haya kwenye nyumba hii, mtashukuru Mwenyezi Mungu kwa wimbo Ebeneza Yeguta Church Choir. Tafadhali mje mjipange kwenye sehemu ya kulia kwa mkono wangu hapa, ili tumshukuru Mungu kwa wimbo pamoja. Wageni hao wafuatao wako pamoja na sisi. Kutoka Kisumu tuko na gavana wetu His Excellency. Kutoka Kisii, gavana wetu ambaye tena ni chairman His Excellency James Ongwae tayari ako na sisi. Kutoka Homa County, His Excellency Gavana Cyprian Awichi tayari ako pamoja na sisi. Kutoka Siaya County, gavana wetu His Excellency Cornel Rasanga, mzee wetu tayari yako ndani ya ukumbi. Kutoka Kisumu County, gavana wetu mpendwa His Excellency Professor Anyang' Nyong'o tayari amefika kuomboleza na sisi. Kutoka Western Vihiga County, gavana wetu mzee Wilberforce Otichilo, His Excellency ako pamoja na sisi. Kutoka Bomet County, gavana wetu His Excellency Dr. Hirali Barchok tayari amefika kuomboleza na sisi. Pia tuko na naibu gavana ambayo tayari wamefika kwenye ukumbi. His Excellency Dr. Owili yuko pamoja na sisi kutoka Kisumu, na pia His Excellency Dr. Okumbi kutoka Siaya County ako pamoja na sisi. Wageni ni wengi na wengine wako njiani kuja. Shukuru Mungu na wageni wote ambao tayari wamefika wakiongozwa na magavana wetu mbalimbali, tunawakaribisha na kuambia kwamba Bwana Yesu awabariki kwa sababu ya kuja kutufariji kutokana na msiba ambao ushatukumba kwa kumpoteza gavana wetu mpendwa Mheshimiwa John Obiero Nyagarama. Kirwa, tafadhali kama wengine wamefika tujulishe. Kwaya nilikuwa nimewaita, tafadhali Ebeneza. Ebeneza hatuna muda. Kama Nyaigwa SDA kwaya pia imefika, tafadhali Nyaigwa SDA Church Choir kama mmefika, tunaomba kwamba mje hapa mbele. Samahani,
Pia ndani yetu nimejulishwa gavana wetu kutoka Bungoma, His Excellency Wangamati, pia amefika. Na pia tuko na CEO wetu wa Lake Region Economic Block, Abalawanga, pia yuko na sisi kwa kuja kuomboleza pamoja na sisi. Hizo kwaya ambazo nimeita, tafadhali mje kwa haraka. Kwaya zingine mjipange hapo, nikimuomba ndugu yangu Kirwa atujulishe wageni wengine ambao tayari wamefika kwenye ukumbi. Mnakaribishwa nyote. Thank you, my brother MC Gavana Sirwell. We are still receiving more and many visitors with us, and I want to recognize the presence of our host speaker, Mheshimiwa Mofatitea. I want to recognize the presence of the speaker, Kisii County, Mheshimiwa David Kombo. I want to recognize the presence of the host, women representative, Mheshimiwa Jerusha Momanyi. I want to recognize the presence of the women representative, Kisii County, Mheshimiwa Janet Ungera. I want to recognize the presence of the women representative, Homa Bay County, Mheshimiwa Gladys Wanga. I want to recognize the presence of Mheshimiwa Janet Komenda from Bothimo Kilango. Na waheshimiwa wengi ma MCS from both counties, CCs from every county that have come with us, waheshimiwa governors, waheshimiwa deputy governors, wote ambao mmekuja kuomboleza pamoja nasi. I can see Maureen, you can be prepared for a song as we continue with Nyaiwa. Karibu na wewe. Nyagarama SDA Church Choir, tunawasubiri. Hao wanaongozwa na Rachel Bosbori. Fundi wa mitambo tafadhali, Nyagarama SDA tunawangoja. Tunangoja wimbo wao huo. Tusema amina. Leo ni siku ya kumwomboleza gavana wetu. Maureen, unapojiandaa na wimbo wako, ningependa kuwatambua wageni wetu wamefika. Mawaziri kutoka kaunti ya Siaya, Waziri Dismas Wakla, na kutambua uwepo wako.
Mungu aweze kufariji familia na awatie nguvu colleagues wake. Nipatie wimbo na DJ. Asante, tumpe Amina Morin. Hizo ndege mnasikia zinaingia ni za wageni wetu. Tayari mwili wa mwenda zake His Excellency the Governor umefika hapa karibu. Tutapokea mwili wake hapa kwa muda usiokuwa mrefu. Wageni wetu mmekaribishwa sana. I want to recognize the presence of our Secretary General ODM Party, Mheshimiwa Edwin Sifuna. Karibu sana kaka, nakutambua the ODM Chairman Nyamira County. Karibu sana Nyaiguta Tune, popote muliko na waomba muje hapa mbele pamoja na Nyawoka nawe Chair West Mugrango ODM Party, na kukaribisha sana wa viongozi wetu. Ningewakumbusha kwamba tuko na watu wa Red Cross, maafisa wetu wa Red Cross pamoja na maafisa wetu wa afya kutoka kaunti ya Nyamira wakiongozwa naye Dr. Ombati. Wako pale nje. Chochote kitakachotokea, watu kusilai kuwa na shida kidogo, tafadhali tuweze kuwa consult, nanyi naomba muwe karibu nasi. Nyaiguta Tune sijawaona hapa mbele. Ebeneza, sio Nyaiguta, nimeambiwa ni Ebeneza. Tafadhali tufanye haraka pamoja na ile kwaya nyingine. Ebeneza, karibu sana.
Beneza, tupe jioni yenu. Leo wote kuanzia sasa tutaanza rasmi programu yetu ya siku ya leo. Kwa hivyo wageni wote ambao mmefika, watu wanaendelea kupita kati ya wageni, tumesimamisha kusalimia wageni wetu kwa sababu ya protocols za COVID-19. Hebu tukaheshimu hilo kwa sababu hatuwezi endelea kusalimia wageni na tuna shida ambazo zimetukumba. Kwa hivyo tutii na tuheshimu, na yeyote ambaye unaona kiti kwa karibu na wewe, tafadhali chukua kiti ukae ili tuweze kuwa na usalama katika shughuli nzima ya siku ya leo. Ini Ebeneza, are you ready? Abanyangongo. Abanyangongo. Oh, Abanyangongo ni combination of Gusi artists. Hapa ninaona Otiso akiwa mbele ya mic. Karibu sana Abanyangongo, chapa kitu alafu mtubariki. Karibu sana. Tuwekera Abanyangongo hapo. Kaito rusyo mamuro kwata chingurwa monyagarara Yesu. Monyagarara Yesu mamura kwekebega. Mamura kwekebego wetama kweli. Tunazimama wakumbuka. Tunazimama wakumbuka.
Thank you. Wapi amina yao? Hili ni shirika kubwa la waimbaji wetu kutoka Pagusi. Wote wamekuja pamoja kwa ajili ya kutumbuiza. Ikiwa tutapata nafasi, tukiwa mwili wa mwenda zake umefika hapa, basi tutapata nafasi ya kuwaita tena muje mtuimbie wakati ukipatikana. Basi tunapoanza kuingia katika programu ya kanisa, ningewaita Tente SDA kwaya kwa ajili ya kutuasha in kuingia kwenye programu ya kanisa mwili tu utakapokuwa unaingia hapa. Asante waimbaji wetu wote ambao wameshiriki na kufanikisha sherehe nzima ya siku ya leo, na tunawakaribisha sana kwa kufanya sherehe hizi kuwa safanaka kabisa siku ya leo. Ninyi mmekuwa baraka, ninyi mmekuwa wa furaha tangia jana, tangia tupate msiba huu. Waimbaji wamekuwa pamoja nasi kwa wingi. Shughuli yote mumeifanya kuwa ya furaha kabisa, hata kana kwamba tulikuwa na shida kabisa, mumefariji mioyo yetu, mumeifanya tumekuwa tumetulia, na hiyo ndio tunaomba zaidi. Wachungaji wetu ambao mmekuwa pamoja nasi tangu shughuli nzima imeanza, tunawaambia asante na tunawashukuru kila mmoja ambaye ameshirikiana pamoja nasi. Kwa niaba yetu ya MCs hapa mbele, tunawapenda na tunasema Mungu awabariki sana, kwa sababu mmefanya shughuli nzima ya gavana wetu mwenda zake kuwa ya fanaka kabisa. Mwili umewazili hapa, ndege ilikuwa imembeba mwenda zake tayari imetua, na dakika yote kuanzia sasa mwili unaingia pale ukiongozwa na magavana wetu, watakuwa wameubeba ili kumzindikiza gavana mwenzao, na bunde tu watakapokuwa wanaingia kwenye ile lango jukwaa ama hema lote, watu wote tutasimama juu kwa ajili ya kumheshimu gavana wetu. Watakapokuwa wanaingia, watu wote tutasimama, waombolezaji wote tusimame, tumupe gavana wetu heshima zake anazostahili. Naona familia tayari wamefika kwa ajili ya shughuli ya namna hiyo. Asante kwa sababu ya shughuli hiyo, na sisi tunafurahi kwa sababu ya kuingia tente na mimi mmefika. Karibu sana. Tunakumbushwa pia kwa heshima, kindly take your hand and touch your mask. If you are seated next to someone who is not putting his or her mask rightly, kumbushe tafadhali aweze kuvaa maski yake vizuri kwa sababu ya hali ambayo tulivyo. Tunakumbushwa pia mazishi hii itaenda live on Citizen TV pindi tu tutakapoanza. Waambieni marafiki, jamii, pale popote walipo waweze kutazama na kufuata mazishi haya moja kwa moja Kenya kupitia kwa runinga yetu ya Citizen. Ya tatu ni kuwa tafadhali usiketi mahali ambapo haujaegeshewa kiti. All seats are labeled. I kindly ask you that you sit as per the arrangements. Thank you. Tente SDA kwa church choir, wakati ni wenu. Achelewi Mungu wetu, kamwe
mingi imepita naomba, lakini maombi yangu hayajibiwi. Ni kama Mungu amenipa kisogo, moyoni nimepoteza tumaini. Hebu tuone ndugu, haya maamuzi ya ajabu. Mungu hachelewi kutimiza yote kwa wakati wake. Kwenye mawazo mazito, machozi yangu linalala. Nilipi la kusononesha moyoni, niseme rafiki nikupe ushauri. Miaka mingi imepita naomba, lakini maombi yangu hayajibiwi. Ni kama Mungu amenipa kisogo, moyoni nimepoteza tumaini. Hebu tuone ndugu, haya maamuzi ya ajabu. Mungu hachelewi kutimiza yote kwa wakati wake. Hachelewi, Mungu wetu kamwe hachelewi kutimiza yote kwa wakati unaofaa. Akikuja kujihusisha Napenda kuwatangazia kwamba kwanza wale watu ambao mmesimama pale nje na hamna kazi, tafadhali mtoke wote, kila mtu aende. Tunapakisha magavana peke yao hapo. Kwa hiyo raidi kama unaanza karuga hapo anje tunga tiga asio kora tigaba gavana buka wewe hapo na ba MP na ba kanibalia bali gaiga ne family tuwasa vile kama unaanza muruga hapo mogenda muri karanse ikiagara ni bagari wichira ma igotogo sieke linda wantu wantu kesiko elia kabere bali muri karanse tema wale ambao mmeketi kwa viti, tafadhali msipangue. Tumepanga hiyo viti kulingana na sheria ya social distance. Number 2, usitoe barakoa yako. Toweza kuruhusia mask. Tafadhali ufae mask yako kila wakati utakapokuwa katika mkutano huu. Mwili itakapoingia itaongozwa na familia, kisha mwili itafuata, na kando ya mwili kutakuwa na magavana ambao watakuwa wanatembea pamoja na mwili, na viongozi wengine watafuata. Kwa hivyo kama hauna kazi, kuna watu wamesimama kule nje pande zingine, tafadhali ingia ndani upate mahali pa kuketi, kwa sababu tutakapokuwa tumekuwa full capacity hatutaruhusu mtu mwingine kuingia hapa ndani. So kama hakuna kazi yako iko nje, tafadhali utafute mahali uketi. In addition to what the chairman has said, kuna wale wameketi viti za mbele hapa. These are designated seats. Tafadhali kama umeketi kiti na wewe sio mheshimiwa, wewe sio governor, sio deputy governor, please peana nafasi so that wale wa tumewekea waketi hapo. Tafadhali tunaomba. Tupatie huo wimbo tafadhali, wageni wetu wanapoingia, vile ambavyo wakubwa wetu wamesema, tuchukue tahadhari hiyo. Wananchi tunawakumbusha kidogo tu DJ. Karibu sana our interior CS Dr. Fred Matiang'i. Karibu sana, na jinsi kwamba uko nyumbani. Tunashukuru Mungu kwa kuwa umeongoza jopo la serikali kuja kuomboleza pamoja na sisi. Waombolezaji wenzangu, tunachukua nafasi hii kuwakumbusha kwamba wote ambao wako nje, tafadhali tuingie kwenye ukumbi na tuchukue nafasi zetu, na tusipangue viti vile ambavyo vimepangwa. Hivi ndivyo tutakavyoketi. Mwili wa gavana wetu utaongozwa na familia, kisha mwili wenyewe kando yake kutakuwa na magavana wetu wote pamoja na waheshimiwa wengine wakiusindikiza kuja hapa ndani. Kwa hivyo nitaomba wote ambao tuko kwenye ukumbi tunyamanze na we make sure kwamba sote tumevaa barakoa yetu vile ambavyo inahitajika. Tafadhali wale ambao tumesimama kwenye ukumbi, nachukua fursa hii kutukumbusha kwamba tuchukue viti vyetu, tukae tukingoja ili tuelekezwe. Kuna waombolezaji wenzangu wengi ambao wako kule nje,
Tafadhali tunaomba kwamba muingie ndani, mchukue nafasi zenu, kwa sababu wakati wowote kuanzia hivi sasa tutaanza ibada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya nafasi aliyompa na gavana wetu mpendwa ambaye kishakwisha lala, Mheshimiwa John Obiero Nyagarama. Kwa sasa hivi nitaomba kwamba tukimie, tusikilize kwaya yetu hii wanapomshukuru Mungu, na nitaomba kwamba gavana wetu mwili wake utakapokuwa unaletwa kwenye ukumbi huu, sote tutasimama kupeana heshima, kwaya ikiendelea kuimba. Kwaya yetu ya tete, tafadhali ule wimbo wetu DJ, tupatie wimbo. Hachelewi Mungu wetu, kamwe hachelewi kutimiza yote kwa wakati unaofaa. Akikawia kujibu sio kwamba miaka mingi imepita naomba, lakini maombi yangu hayajibiwi. Ni kama Mungu amenipa kisogo, moyoni nimepoteza tumaini. Hebu tulia ndugu, hayo maamuzi ya ajabu. Mungu hachelewi kutimiza yote kwa wakati wake. Hachelewi Mungu wetu, kamwe hachelewi kutimiza yote kwa wakati unaofaa. Akikawia kujibu sio kwamba amesahau. Usife moyo, omba bila kukoma, acha mbio, tulia, baraka lako liko njiani laja. Hachelewi Mungu wetu, kamwe hachelewi kutimiza yote kwa wakati unaofaa. Akikawia kujibu sio kwamba amesahau. Usife moyo, omba bila kukoma, acha mbio, tulia, baraka lako liko njiani laja.
Dr. Jack Magara, our Chief Officer in charge of Health Services Department, Dr. Jack Magara, tafadhali unahitajika kule nje na magovernors. Tafadhali Dr. Jack Magara, our Chief Officer in charge of Health Services Department, mahali popote umeketi, tafadhali unahitajika kule nje. Kwa heshima kubwa waomba kwamba ufike kwa haraka. Nawe labda umeomba hujajibiwa, mwaka moja mwezi moja tu umenung'unika. Usife moyo wala usiwe na shaka, Mungu hujibu maombi ya waja wake. Hachelewi Mungu wetu, kamwe hachelewi, hutimiza yote kwa wakati unaofaa. Akikawia kujibu sio kwamba amesahau. Usife moyo, omba bila kukoma, acha mbio, tulia, baraka lako liko njiani laja. Hachelewi Mungu wetu, kamwe hachelewi, hutimiza yote kwa wakati unaofaa. Akikawia kujibu sio kwamba amesahau. Usife moyo, omba bila kukoma, acha mbio, tulia, baraka lako liko njiani laja. Hachelewi Mungu wetu, kamwe hachelewi, hutimiza yote kwa wakati unaofaa. Akikawia kujibu sio kwamba amesahau. Usife moyo, omba bila kukoma, acha mbio, tulia, baraka lako liko njiani laja. Hachelewi Mungu wetu, kamwe hachelewi, hutimiza yote kwa wakati unaofaa. Akikawia kujibu sio kwamba amesahau. Usife moyo, omba bila kukoma, acha mbio, tulia, baraka lako liko njiani laja. Asante sana kwaya hii yetu. Tumejifundisha kwamba Mwenyezi Mungu hachelewi, atayajibu maombi yetu kwa wakati wake. Kwa hivyo licha ya kwamba tumempoteza gavana wetu, kamwe tusife moyo. Tusife moyo, Mungu wetu hachelewi, atayajibu maombi yetu kwa wakati wake atakavyo yeye. Kwa hivyo waombolezaji wenzangu, nitaomba kwamba sote tuchukue viti vyetu. Bado naona wengi tumesimama, na wale ambao wako nje, fundi wa mitambo tafadhali, Mr. Mbogo, mic moja iende nje. Mic moja iende nje. Wakati wowote kuanzia hivi sasa, mwili wa gavana wetu mpendwa Mheshimiwa John Obiero Nyagarama utakuja hapa mbele. Nitaomba kwamba ile kwaya yetu Abanyaikoma tafadhali mje mbele hapa. Tosha. Sawa sawa, mtasubiri kidogo tu, lakini mjiweke tayari. Msafara ambao unaongoza mwili wa gavana wetu ambaye tulimpenda sana. Check 1 2. Check 1 2. One, two. In the service right now,
This is how we begin. Prayer before we proceed to the main tent. I'm reading from the book John 5 and verse 28 and 29. It says, "Do not marvel at this, for the hour is coming in which all who are in the graves will hear his voice and come forth, those who have done good to the resurrection of life, those who have done evil to the resurrection of the dead." Even as we conduct the service, may we aspire to the Nyakundi will give. Tunawasubiri walioko nje. Tunakushukuru kwa Tafadhali wapatiwe kipasa sauti kingine tafadhali. ufuliwe nyoyo mono kwa sababu amepumzika. Tuomba siku ya kwa tena sa familia yake. Jina lako litukuzwe, kwani twaomba Tutaomba wachungaji wakuje mbele. Tusimame sote. Tusimame sote tafadhali, sababu wakati wowote mwili wa gavana wetu utaingia kwenye ukumbi. Mwili itakapofika, kila mtu atakapokuwa ameketi, Wachungaji wataongoza kisha familia. Mwili utaingia ndani. Mwili itakapofika, tutakapotulia, hand over program kwa kanisa ili waanze ibada. Wanaoongoza msafara huo ni familia ambao watafuatwa na mwili wa gavana wetu Mheshimiwa John Nyagarama, akisindikizwa kwa karibu na wa magavana wenzake na viongozi wengine. Ni siku ya huzuni kwetu sisi wote ambao tuliofanya kazi pamoja na mzee John Nyagarama na familia yake na watu wote waliompenda mzee wetu, tukifanya sherehe na safari yake ya mwisho. Tunawashukuru wote ambao wamehusika kwa njia moja ama nyingine. Serikali yetu kuu ambayo imewakilishwa hapa na Cabinet Secretary wetu Mheshimiwa Dr. Fred Matiang'i na wengine, tunawashukuru. Tunashukuru wote ambao walihusika na wale wote ambao mumefika, tunawashukuru na tunaomba ya kwamba tuwe na utulivu hii ibada inapoanza hadi tutakapofika mwisho wa siku ya leo. Kuna mahali ambapo kumetengwa kwa jamii iketi, na tungeomba wale wote ambao wameketi katika sehemu hiyo muwe mkiwaangalia jamii ili
mtu yeyote kutoka jamii asikose mahali pa kuketi. Mwili wewe mwenda zake Gavana John Nyagarama ndio umesindikizwa ukiingia ndani ya kanisa, ndani ya ukumbi huu. Na tumemuona our first lady na jamii yote wakiwa wamewaziri, na tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwapatia neema walipokuwa wanasafiri. Karibu na magavana ambao wamempatia heshima zao za mwisho mwenzao Mheshimiwa John Nyagarama, ambaye tunamuaga leo, ambayo itakuwa sherehe yake ya mwisho tutakayomfanyia hapa katika ukumbi huu. Tunawashukuru wote ambao wamehusika, na tunawasihi wageni wetu ambao mmefika, tunawashukuru sana kwa kufika. Na wale wengine ambao, we will hand over this to His Excellency. Okay, we will hand over to Senator Okongo Omogeni to take over the program from here. Thank you very much, mahali ambapo tumeshirikiana. Thank you. May I kindly request you to remain standing as I invite Pastor William Mogaka to lead us in a word of prayer. Mr. Mogaka, please. As we remain standing, I want to invite you that we turn to our booklets, page 30, and we're going to sing song number 216. When the roll is called up yonder, I call upon the chorister to read us. Song number 216. When the roll is called up yonder. When the roll is called, when the trumpet of the roll shall sound and time shall be no more. Let us sing together. When the trumpet of the Lord shall sound and time shall be no more, and the morning breaks and turn all bright and fair, when the saved shall gather over on no other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, when the roll is called up
pour down for a word of prayer. Loving Lord, we want to thank you. We want to thank you for the life. We want to thank you for the traveling mercies. We want to thank you for the life that you gave our honorable governor was just left. As we are mourning him today, how we commit this program unto you, that you will be able to guide in everything that we do, it may give you glory. Lord, as we are mourning, again, help us to remember the hope and the resurrection morning. This is our humble prayer in the name of Jesus Christ, our Redeemer. Amen. May I request that we all take our seats. And please, those who are to my right, that place is reserved for family members. I will request that you leave the seats that are marked as family for family. To my right, please ensure that seats that are marked for family remain strictly for family members. To the family of the late Governor, His Excellency John Obiero Nyagarama, led by the widow Naomi and the children, our guests who have come to mourn with us, led by our CS, Dr. Fred Matiang'i, Governor colleagues who have come to bid bye to their colleague, led by our neighbor, Governor of Kisii, Mzee James Ongwae, my fellow members of parliament, led by our host, area MP, Kemosi Mogaka, who will be coming here in due course, fellow mourners, people of NYAMIRA, representatives of the national government. It is really sad, extremely sad for me to be co-MC with James Ongwae as we pay our last respects to our departed governor, Mzee John Obiero Nyagarama. On behalf of myself, my family, and the people of NYAMIRA, I want to welcome you all to this occasion. We will be co-emceeing this function with our Mzee Elvis Ongwae, who is the governor for Kisii. For the VIPs, we have our restrooms to my left, just to my left. Those are the restrooms for the VIPs. And for the other guests, we have our restrooms to my right. Without taking a lot of time, I want to say pole to the family of Mzee. And as is the tradition, this basically is a ceremony that should be guided by a fellow governor, because we are burying a governor. I will therefore ask Governor Elvis Omariba Ongwae to come to the podium, welcome his fellow governors and other mourners, and then invite the church. My name is Okongo Omogeni, Senator for NYAMIRA. Poleni sana, fellow people of NYAMIRA. Asante, Governor. Thank you very much, my brother, Senator and Senior Okongo Omogeni. Mama Naomi Nyagarama and your children, led by Mr. Matoke and others. The people of NYAMIRA, led by your Deputy Governor, Amos Nyaribo. The leaders who are here, led by our own brother, Dr. Matiang'i, Dr. Fred Matiang'i, our elder brother. The governors who are here, and there are quite a number of them, and others are coming. The chair of the Council of Governors is coming. The senators who are here,
the members of parliament who are here, the members of the county assemblies who are here led by the various speakers, especially the Speaker of NYAMIRA, my brothers and sisters, the regional commissioner, the county commissioners, and I have seen quite a number from Kisii, at least I've seen from Kisii and NYAMIRA, the assistant county commissioners, the deputy county commissioners, our brothers and sisters who have come here this morning. For me, I really do not know what to say. I'll say a few things later on. The only thing I can tell you, brothers and sisters who are here, is that we've lost a visionary leader. We've lost one of the best people in this world, and sometimes when we go to funerals, we have this habit of saying somebody is nice even when they were not nice. But here we are talking about a real nice person, somebody that you would abuse but he could keep on smiling. And I have indicated that when the time comes, I'll be able to say a few things, because I have been with this man, known him for about 50 years. So, ladies and gentlemen, we as governors are also extremely sad, because this our fourth governor who has left us since we started the devolution journey. And indeed, knowing how few we are, we can just ask you, and we are begging you to pray for us, because those numbers are not good for us. But again, we are all children of God, and this is our journey in this world. We are transiting in this world, so we pray to God to help all of us. Let me stop there and ask that we now start the church service. Then we will do other things after the church service. I'm here with Okongo Mogeni. I'm also here with the area MP, Vincent Kemosi, and will guide you after the church service. I thank you, ladies and gentlemen, and may God bless our brother, and may he travel in peace. The church, the presiding pastor, I think it should be Dr. Samuel Makori, or your president, if he's here, you can come and take over, please. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you, His Excellency Governor Ongwae. Fellow mourners, I want to greet you good morning. Allow me to recognize few leaders from churches that have come to mourn our governor. I'll start with Father Bernard to represent all the Catholic community, that he may stand and probably say hi. With us also, we have Pastor Jonas Arama, who used to work also closely. May you stand and salute. Pastor Samuel Monyoro also used to work closely with the late governor. At this time, I want to welcome Pastor Dr. Ali Thomas Nyakundi, who is the Executive Director of NYAMIRA Westfield, so that he can be able to usher in the Speaker of the Hour. Pastor Karibu. Our guests and the entire family of our beloved leader, who is already asleep, we want to remark that our leader was a great leader, and also from the church point of view, he was very instrumental in ensuring that churches are reconstructed besides other things. At this point, we want to
bring the comfort which comes from the Lord through the scripture, and in relation to the family, our leader from this part of the world, which is known East Kenya Union Conference, Dr. Samuel Makori, will bring the words and the message that will comfort not only the family, but each one of us, because it is only in the scripture where we can get comfort. All of us are subject to death. But as long as we believe in the Lord, still we have that hope that soon He will come. So Dr. Makori, you are welcome, Elder, so that you may comfort each one of us, and more particularly the family. Dear mourners, the chair, co-chairs, led by His Excellency James Ongwae, the CS Interior and Coordination of National Government, all the county fraternity, led by the yet to arrive Governor, all mourners, ladies and gentlemen, it's my honor and privilege and pleasure to lead this service as I was requested. The church brings deep condolences to the immediate family, those who have been left behind to live the life that God gave His Excellency John Nyagarama, the extended family of the late Governor, the county fraternities that His Excellency James said there are few, but there are many, 47 of them. We want to bring condolences to that, and more particularly to the NYAMIRA County Fraternity and the Kisii Nation. We want to bring condolences to the entire political fraternity, Kenya as a whole, and the religious fraternity. We have lost a human being that God put here so that He can fulfill His part and then rest in the grave, awaiting the resurrection of the saints. And indeed, all people, as we read the opening hymn, the opening verse. Dear mourners, I want to bring to you a comforting message entitled, Teach Me How to Die. Teach me how to die. A pastor once went to see his parishioner in a hospital. The parishioner was struggling with cancer. And the pastor didn't know how much cancer had ravaged the life of this parishioner. So he went to the reception and he was ushered to the ward where she was. And when he reached there, he could not identify the lady, because the lady, the pastor knew, was completely different from the lady that the pastor met, because cancer had eaten up her flesh, had eaten up her bones, and all the vitalities of life. And from the sunken eyes, she looked at the pastor and told the pastor in a very soft voice, Pastor,
teach me how to die. I know how to live, but I don't know how to die. So, Pastor, please teach me how to die. And dear mourners, I know people in this world know how to live, but they don't know how to die. And dying is the last thing that determines your destiny. When Jesus Christ comes a second time, as we sang, calling the roll up yonder, and we said, I will be there. Those who will be there are only those who know how to die and not just how to live. So this lady asked a very surprising question. And fellow mourners, dear mourners, parishioners can ask pastors very difficult questions. There, the pastor admitted, my dear parishioner, I'm sorry. I also don't know how people die. You have given me what to teach, what to say. However, I know one who taught us how to die, and that is Jesus Christ. And this morning, dear fellow mourners of all walks of life, from the economic sector, from the political sector, from the social sector, from the religious sector, I want to take these few minutes to teach you how to die, for that is the only thing that determines your destiny when Jesus Christ comes. From the book John 5, verse 28, we read these words, do not marvel at this. And Jesus was talking about death, about people who sleep before he comes a second time. He told the mourners, do not marvel at this. It is not the sleeping of people that matters more than how they sleep. Or to use the most common word, it is not people who die when we come to business as how they die. So following the request of the lady, I want to tell you that knowing how to die, and that is why I'm asking you to listen very attentively. Even as we participate here, you discover how to die. And when you go home, if you have not started to prepare how to die, then from today on, you begin to prepare. Then it says, do not marvel at this, for the hour is coming when those who have died in the grave will hear his voice and come out. But he says they will be put in two groups. And the two groups stand for those who knew how to die and those who knew how to live only and did not know how to die. For those who knew how to die, they will be in the class, they said, some to everlasting life. And those who did not know how to die, those will be to everlasting damnation or everlasting fire. So this time, I want to tell you is very important. Before I come to tell you how to die, because all of us will die one day, if Jesus would have not come a second time, it is important to know how to die. Let me take you to the Old Testament and teach you, and tell you rather, how one person did not know how to die. A king went to a funeral, like our ranking officers in the government, like the president, went to a funeral of his army general. The king was King David, and the general was Abner. Abner was a general in the
David's army. King David's king army. Abner had killed somebody accidentally. And they knew that in the economy of Israel, he was supposed to have run to specified places. And the specified places in the Bible were called cities of refuge. Cities of refuge were built for people who killed others accidentally, to run to and hide from the wrath and revenge of the family members of the person killed accidentally. So Abner killed a person accidentally, but because he trusted in his army prowess, because he trusted in his arms, because he trusted in his ammunitions, he chose not to go to the place of refuge and walked outside openly. And one day, the revenging family member found Abner and killed him. So it was funeral day, like today, when we are burying His Excellency John Nyagarama. So the King David came to console the family, to mourn for his general who had fallen because he lived there. And this is what he did. In the book of 2 Samuel, the book of 2 Samuel, chapter 3, this is what the